One Day Yes TV online. Sisi Mike ndo msemaji wa Yanga kama jinsi anavyojulikana Alikamwe kuwa msemaji wa Yanga na Yanga Africans Tanzania nzima. Pia vile vile mimi ndo msemaji wa Yanga kambi nzima ya Nyarugusu. Vile vile siwezi nikachukua fursa ya kuanza kuzungumza kabla sijaruhusiwa na kiongozi wangu. Siwezi nikachukua fursa kabla sijaruhusiwa na kiongozi wangu. Kiongozi, nakukaribisha kwa machache tu ili mimi nitoe dhamana inayotakiwa. Kiongozi, karibu. Mwenyekiti wangu, karibu. Asante. Daima mbele! Daima mbele! Aise! Mnapendeza sana. Kiukweli sina mengi ya kuongea, bali nina furaha nyingi sana kama president wa timu ya Yanga, mashabiki hapa kambini. DJ ambao hawajafikia hatua hii waione. Ashide mwenye roho mbaya akome, kwa sababu Ashide uchawi uko mwingi ndani ya Ashide. Hiyo inakubalika na inajulikana Ashide, lakini mwenye roho mbaya aache. Mimi nimependa Yanga, wapenda nao muache kama walivyo, kama walivyo. Asante sana. Chukua video. Ni kazi yako, lakini wape watu tarabu mbili mara moja. asante sana ndugu wapenzi wote ambao wanisikia. Msinichoke mama zangu na dada zangu wa ex wangu ambao wako hapa. Hivyo basi, mnasemaje? Mazingira yapi ambao Vipi katika mazingira ya usemaji? Nani ndo msimamizi wa Yanga, msemaji, kiongozi mkubwa wa Yanga ambaye anasimamia Yanga hapa kwetu? Aise, nashukuru sana kwa kuniuliza swali kama hiyo. Msimamizi wa Yanga ni mimi hapa. Ni wewe? Yeah. Kwa sekta gani? Yaani ni kambi nzima. Kambi nzima. Ya, okay. Twende katika upande wa pili. Yanga, vipi mtu akitaka kujiunga katika kupleno ya Yanga, unazungumzia nini? Sawa, sisi hatuna ubaguzi. Tofauti tu tunachokihitaji mtu awe na ile bidii. Ile bidii ndio ambayo tunahitaji, na mtu ambaye anahitaji kujiunga atutafute. Tupo wazi. Hivyo na Yanga mnatumia group gani? Yaani mnatumia mazingira gani? Twende katika upande wa kitabu. Vipi kuhusiana na kitabu chenu? Tungetaka tukuone kitabu chenu kihusiana nini? Tungeuliza kuhusiana masuala ya kitabu chenu. Sawa, kitabu tunacho, na kitabu ambacho kimetoka makao makuu. Kitabu kenyewe ndo hiki. Kitabu kenyewe ndo hiki. Yanga Africa. Hicho kitabu kilitengenezwa na kampuni gani? Hiki kimetengenezwa na kampuni ya, wewe mwenyewe unaona hapa ise. Unaona? Unaona? Sehemu moja hivi. Daima mbele, nyuma mwiko. Hicho kitabu hicho alichokitunga alikuwa ni nani? Kitabu? Yeah. Yaani aliyotunga kitabu hiki ni kamati yote. Kamati? Yeah. Unajua kuna mtu ambaye waga ni mwandishi ambaye ana uwezo wa kutunga kitu. Ndio maana nimeuliza kwa sababu tumjue aliyotunga, yani maneno aliyokiandika kitabu. Sawa, umeuliza vizuri. Nafikiri umeniuliza aliyetunga kitabu na mimi nikakujibu kwamba ni kamati. Yaani ni mawazo ya wanakamati wote, kama kisi unaweza ukasema kwamba kamati fulani ndio imetunga kitabu cha shirika fulani, unaona? Sasa na kamati ya Yanga ndio ambayo imetunga kitabu kama hiki. Sawa bwana. Hawezi ukasema eti kwamba ni mtu gani, hapana. Ndakuwa nimelongofya hivyo. Sijui unanielewa? Ndio. Haya. Sherehe yenu nyingine ambayo mnaandaa ni inapangwa sehemu gani? Sherehe ambayo tumepanga sherehe mbili kubwa sana. Moja itakuwa O3.
ingine itakuwa JD. Labda niseme tu sherehe ambayo ipo humu katikati ambayo itakuwa youth center, na tumealika baadhi ya wakuu wa serikali, ndo bado tunaangalia kwa kati ya mwezi wa 7 hivi au mwezi wa 8, ndio sherehe tutapiga pale youth center pale. Youth center. Yeah. Hizo sherehe mbili ambazo sema zitakuwa, moja hapa itakuwa JD, nyingine O3, zitakuwa sherehe za kuhusiana na nini? Hizo sherehe ya kwanza tunaweka kwa sababu ya wanamemba wote washabiki wa Yanga hapa kambini, ndio ambao watakuwa sherehe ambayo itakuwa kule O3. Sherehe ambayo itakuwa JD hapa ni sherehe ambayo tumeweka kwa sababu ya sisi kama sisi wakimbizi, yani itakuwa ni tutatafuta ile siku ya sherehe ya wakimbizi Mwezi wa 7 tarehe 7. Ya, ndio tutatafuta hiyo tarehe ili tuweke na sisi sherehe yetu ya wanayanga humo. Ndio. Basi tume upande wa pili kwa mwanamemba mwingine mkubwa. Blaza, mambo vipi? Mambo fresh. Nakuona umeshine, umevalia kitambaa cha Yanga. Yani hiyo ni kawaida yangu, kwa maana kila muda wote, yani mimi kasoro tu damu yani. Ila nina uhakika upande fulani yani damu naona kama vile ishabadilika. Upande wa mkono wangu wa kulia nafikiria kwamba yani kumejaa ni damu ya njano vile. Hakika kweli blaza? Hakika huo, na hata mke wangu mwenyewe ananikubali. Vipi katika mpigaji mkubwa wa pena Yanga ni nani? Yani wapigaji wa pena kwenye timu ya Yanga yani pia tupo na alikuwepo Mastaki tayari, sasa hivi yupo Wydad Casablanca. Pia vile vile yupo Pacom, yupo ni wengi tu, Alide Aucho ana uwezo wa kupiga pena. Pia hata na golikipa wetu. Twende katika mazingira ya Pacome. Pacome alijiunga na Yanga msimu gani? Yani sasa hivi Pacome ana misimu miwili sasa hivi. Misimu miwili. Naam. Pacome mlimchukua katika timu gani? Yani Pacome ni mtu ambaye ni mtu wa Ivory Coast. Tumemtoa Ivory Coast mpaka tukaja kumleta akaja kuichezea timu ya vijana wa Afrika. Yanga mshaenda ligi ngapi kuu za hapa Afrika? Yani ni nyingi tu, siwezi nikazihesabu kwa sababu ni timu ambazo ni timu ambayo kwanza tuseme tu ina ubora wake. Ni timu gani ya Waarabu ambao mshawahi kucheza nao mkaichapa goli 5? Yani kwa timu za Uarabu hatujawahi kufanikiwa kuzifunga, eti kwamba labda kuna timu zozote za Uarabuni ambazo tulishawahi kupiga goli 5, never. Hakuna timu ya Uarabu yote ambayo mshawahi kuipiga? Yani zipo tushapiga, lakini bado sio eti kwamba labda mpaka kwenye kufikia kwenye level ya goli 3 4, hapana. Moja ndio. 2. Yani hapo mwisho ndio. Hakika. Lakini mpaka sasa hivi hadi South Africa yani tushatamba na goli letu akalikataaga. Kwa South Africa mchasema nayo ipo chini. Hachana nao, mbona wadogo sana. Na hapo katika miliki za Yanga nao ni watu vinyani kama vinywaji vyenu. Na hata ingelikuwa tu kwamba ni msimu, kipindi golikipa wa kwanza da Young Africans ambaye aliyekuwa akiitwa Kabwili, huyo ndo alikuwa ni golikipa zamani wa Yanga. Mpaka sasa hivi anayetrend yani ni Djigui Diarra. Ndio. Tunaenda katika upande wa wachezaji wa Yanga. Naomba nitajie kama unawafahamu wachezaji wa Yanga, naomba kanitajie kama wote, na katika upande wa wasimamizi wa Yanga, na katika upande ambao wale wasemaji kwa kule mambele. Yani mimi naweza nikasema tu kwamba sio tu kwamba labda ni cha kubaini zaidi sana. Vile vile naweza nikaja kwake Engineer Hersi ambaye ndo mwenyekiti wa klabu yetu ya Yanga. Pia vile vile nina msemaji wangu ambaye ni Alkamwe, ndugu yangu. Kwanza popote alipo nampa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, apokee salamu hiyo ya Mwenyezi Mungu. Pia vile vile wachezaji ni wengi tu, yupo Pacom, yupo Maxim pia Nzengeli, yupo Alide Aucho, yupo Mudassiri Yahaya, yupo wapo wakina Dube, yani ni wengi tu sana, naweza nikawataja wakina Kennedy Musonda, unaona ni wengi tu sana, tunaweza nikawataja wote na nikawamaliza, sijui kama muda unao. Twende katika upande wa siku za vikao vyenu, naoga ni siku gani, inaoga ni juma ngapi na juma ngapi? Yani kawaida yetu, yani mimi naweza nikasema kwamba kawaida yetu yani kwa wiki tunakutana mara moja,
Pia vile vile yani inakuwa ni siku ya Ijumaa mosi, kwa sababu siku ya Jumapili kila mmoja anakuwa yuko bize na makanisa. Ndio tukao tumetenga hiyo siku ya Ijumaa mosi kwa sababu ya kuwa tunakutana, kwa sababu ya kujumuishana nini 1 2 3 na kujulishana kuna hili kuna lile baina ya timu yetu, tunaweza tukachangia nini, kwa sababu sasa hivi kambini hapa Nyarugusu sisi ni kama vile tawi, na kama hii ni tawi japo kwetu kwamba haijaja kusimamishwa, lakini kuna tawi ni nyingi tu. Ipo tawi ya Nyarugusu, ipo tawi ya Kasulu, ipo tawi ya Kinyanguruwe, ipo tawi ya Buigwe, na pote hapo performance yetu inahitajika hapo, ila sema tu udhamini ndo ambao bado kingaliki unatufelisha, kwa sababu unajua tunaishi katika mazingira ya kambi. Yani kwa sisi kuendelea kwenda mbele kwa ajili ya Yanga yetu, yani inaturudisha nyuma kwa sababu ya kukosa udhamini. Pia vile vile nimetoka tu majuzi kutwa tu hapa kutazama mechi ya Yanga na timu yetu ya mji wetu wa Kigoma, mkoa wetu wa Kigoma, Mashujaa. Tumewakunguta 5. Baada ya kutoka kwenye mechi nafikiri nimefungwa mimi kwa sababu ya Yanga mpaka nimetoka gerezani, yani kwa udhamini wa mratibu wa Yanga mkoani Kigoma, na mpaka sasa hivi bado tunazidi kujinadi mimi ni mwana Yanga na nitafia Yanga. Mimi nimelala mbaroni, nimepigwa fimbo kwa sababu ya Yanga, na mpaka leo nazidi kuipenda Yanga yangu. Upo tayari kufanya chochote ile kwa sababu ya Yanga? Nipo tayari kufa kwa sababu ya Yanga, kwa sababu sidhani kama kuna kitu chochote ninachokipenda zaidi ya Yanga. Ni bora unifanyie mambo mengine yote, nichukulie hata mwanamke, lakini usimgusi huyo mtu ambaye yani unamjua kwamba ni kijana wa Afrika. Never, hapana. Neno la mwisho katika timu yako ya Yanga, neno la mwisho katika mashabiki ya One Day Yes? Yani mimi naweza nikasema tu kwamba yani naomba tu sapoti kwa mashabiki wote waliopo hapa kambini, waje kwa wingi sana kwenye grupu letu hili la Yanga la wananchi, ili tuendeleze baragumu yetu kufatana na swala la kuongoza, yani hichi kitu chetu kiende mbele na kukiendelesha, ili kwa sababu ya mafanikio ya timu yetu, ili JSM pia yani wazidi kujaliwa na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki, na pia vile vile tuombee tu viongozi wetu wazidi kupanda imara, Mama Samia azidi kukaa imara, kwa sababu wote ni watu ambao wanaosupport timu ya wananchi. Ulikuwa na mimi mwanzo mwisho. Natojero kama jero kipenda ndio msema brand hivyo ndio kitari bila kwa sababu wanangu wa kweli dichi kama dichi na mkweli sana Fisboss. Jadimani za kila mchezaji mkubwa katika TV zetu ndio finali. Faka subscribe, like na comment kumzaidi. Aliko nyuma kamera, director Sanke, mchawi wa madirector. Mnamuona huyo? Wewe mkimwona mtajua kazi yake. Bye bye. One Day Yes TV online. Sisi